uongozi ni kupokezana vijiti. Ndio. Nimekuta hali naweza nikasema haikuwa nzuri sana. Na hata sasa hasiwezi kusema imekuwa nzuri kwa kiasi cha kutosha. Ndio. Hiyo tunasema inaridhisha. Tumekuwa na changamoto kubwa kwenye maeneo ya elimu zaidi, lakini zaidi pia kwenye eneo la barabara, kwa maana ya miundombinu ya barabara. Hali ilikuwa mbaya zaidi kuliko namna ambavyo leo ipo. Lakini pia tukiacha eneo la barabara na eneo la elimu, tumekuwa na changamoto kubwa sana, na nadhani ni kubwa, ya mafuriko. Kuna hatua ambazo muda ukifika nadhani nitajaribu kusema kwamba tunafikiri nini kwa ajili ya hayo mafuriko, lakini tumeendelea kubadilisha mtazamo pia kwamba mafuriko badala ya kutumika kama ningeweza kusema kama ni jambo baya, kama lana, sisi tunaendelea kujiandaa na tuko kwenye maandalizi mazuri kwamba mafuriko tuyatumie kama baraka. Kwa hiyo tunabadilisha mafuriko badala kuwa kitu kibaya, basi fursa. Muda sio mrefu manaka tuitumie kama fursa. Hayo maji ambayo tumekuwa tunakimbia na kuyalani muda wote, sasa si muda mrefu tunaanza kuyafurahia kwamba yaje kwa wingi kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo kwa swali lako ni kwamba nimekuta kwenye hali gani, niweza kusema kwenye mambo makubwa hayo matatu. Hayo ndio changamoto kubwa, pamoja na nyingine ambazo zitaongezeka, lakini zilikuwa kubwa. Sasa tulikuta hali mbaya. Kwa mfano kwenye eneo la elimu, tumekuwa na shule 2 za sekondari kwa maana Arusha chini kwa muda mrefu. Na kama changamoto kama alivyosema ni kwamba unapozungumza Arusha chini kijiografia ni ngumu kidogo kwa mtu ambaye anaweza kafika. Shule ambazo nazungumza watoto walikuwa nasoma kutoka kilomita, wanatembea umbali wa kilomita mpaka 17 hivi. Maana yake huyo mtoto kwenda na kurudi anatembea kilomita 34 na wakati mwingine mpaka 35 tegemea anapotoka. Sasa hiyo ni changamoto kubwa kwamba watoto wanatoka Mikocheni ndogo, mtoto anatoka labda Chemchem kwenye vitongoji vya Forodhani, wale wanaofahamu Forodhani ama Chambogo na kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hilo kwa kweli ilikuwa ni adha kubwa, na naweza nikasema kuliko vitu vyote. Na nasema hivyo kwa sababu kwenye eneo la elimu, unapowekeza kwenye elimu maana yake unakwenda kutatua changamoto nyingine zote kutokana na hiyo elimu. Kwa hiyo kama utaniruhusu ni kwamba tumefanya nini baada ya hiyo changamoto katika miaka mitano hii ambayo miaka mitano, mwaka wa 4 kuingia mwaka wa 5. Mpaka sasa kama nilivyosema, shida kwanza ilikuwa ni shule ya sekondari, lakini pia na shule za msingi niseme kwa elimu kwa ujumla wake. Nianze na sekondari. Watoto ambao wamekuwa wanatembea kilomita 17 kama nilivyosema kwenda na kurudi, hivi leo ninapozungumza adha hiyo imekwenda kutatuliwa nadhani kwa 70-80. Kwa nini? Hivi ninapozungumza tayari tumeanza tumepata fedha za kujenga shule ya sekondari ukanda wa chini, kwa maana ukanda wa Mikocheni, itakayohudumia zaidi shule za msingi 4, shule za msingi 4 kwa maana ya shule ya msingi Chemchem, shule ya msingi Ronga na shule ya msingi Mikocheni. Hayo tumejenga shule, nazungumza shule ya sekondari, lakini nitakapoenda kwenye msingi maana yake tumejenga shule nyingine ya msingi. Unapotaka kuwekeza kwenye eneo la sekondari lazima ujiridhishe kama unaweza kuwa umefanya vizuri kwenye shule za msingi ambazo ndio kimsingi zinaenda kulisha hiyo sekondari. Kwa hiyo before sekondari tumejenga shule ya msingi ukanda wa Mikocheni, inaitwa shule ya msingi Mshikamano. Tumepata fedha shilingi milioni 348 na laki 5. Shule tayari inatumika. Kwa nini? Wakati naingia madarakani nilipofanya ziara yangu ya kwanza kwenye mashule, nilikuja kukuta shule ya msingi Mikocheni na wanafunzi 904 shule moja ikawa na upungufu wa madarasa 6. Akili ya kawaida hainiambii niongeze madarasa. Akili ya kawaida ni kwamba kuna uhitaji wa shule. Na watoto wako 904 wanaofika shuleni ambao hawahudhurii walikuwa kama 168 hivi. Ukijumlisha 904 168 unazungumza, na sababu za kutohudhuria ni pamoja na kwamba wakifika hakuna madawati. Wakifika shule inavuja. Wakifika wakati mwingine hata jua linapowaka wakiwa ndani ya shule. Kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa kabla kufikia sekondari, na wananchi wa Arusha chini kwa ujumla, hasa Mikocheni na Chemchem, kwa mara ya kwanza hawakunielewa sana kwamba yani sisi tunataka shule ya sekondari alafu yeye anangangana na shule ya msingi. Lakini mimi niliona ni busara kupata shule ya msingi ili tuone uhakika wa kulisha vizuri shule ya sekondari. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba kwenye eneo la shule ya msingi tumepata hizo milioni 348 na shule inatumika 5. Lakini baada ya hapo hatua inayofuata ilikuwa sasa ni kupata shule ya sekondari. Na mpaka sasa ninapozungumza kama nilivyosema tu kwenye hatua za upauaji, na baadhi ya madarasa tumekwenda hatua za kupiga plaster na vitu vya namna hiyo. Mungu ajalie mpaka tarehe 30 kwa mujibu wa wataalamu
kutakuwa na madarasa yanayoweza tayari yakaingia wanafunzi. Tumepata fedha nyingi, fedha shilingi milioni 584.2 zinazoendelea kujenga shule mpya kabisa ya sekondari kwa ukanda ule. Inaweza ikawa imepunguza kama alivyosema tatizo kwa 70-80, lakini haijamaliza. Wiki 2 zilizopita tulikuwa na ukaguzi wenzetu kamati ya siasa ya mkoa wa Kilimanjaro ilifanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo kama utekelezaji wa ilani yetu ya CCM kwenye ukanda huo. Kwa hiyo miongoni mwa jambo ambalo nimezungumza na mkuu wa msafara mneki wetu Mheshimiwa Mfinanga ilikuwa ni kwamba pamoja na kwamba tunafikiri tumepata shule ni kweli, lakini hatujamaliza tatizo. Kwa nini? Kwa sababu bado kuna watoto kwa pale wanatoka umbali wa zaidi ya kilomita 10. Huyo mtoto akitembea kilomita 10 mpaka 12 kutokana anapotoka, maana yake kwenda na kurudi bado ana nini? Sasa hoja ni nini? Je, tunajenga shule ya sekondari tena? Nikasema hapana. Hoja sio kujenga tena shule ya sekondari, kwa sababu mwisho wa siku hawa wanaotembea wanaweza kawa hawatapata shule ya msingi inaweza kalisha hiyo sekondari. Lakini plani ni nini? Ni kuanza kujenga mabweni yatakayoweza angalau kuwatunza wale watoto asilimia kadhaa wanaotoka kilomita zaidi ya 10 kama losema kuja kwenye eneo. Sasa nimezungumza kwa eneo la moja tuna shule ya sekondari. Kwenye elimu lakini bado tulikuwa na upungufu wa madarasa. Kwa mfano shule ya msingi Ronga tumepata fedha za kujenga madarasa ya kuongezea na asilimia 100 tumemaliza tatizo. Ronga nayo inapatikana kwenye cha Mikocheni. Tumepata fedha shilingi milioni 181.3 ambazo zimeenda kumaliza kabisa kwa asilimia 100 kwa maana ya vyumba vya madarasa pamoja na madawati. Lakini eneo la elimu kama alivyosema shule za huku ukanda wa juu, shule kwa mfano ya sekondari Langasani, kwa kipindi cha miaka 4 tumepata fedha nyingi na kwa mujibu wa ratiba tunaonekana kama tuna lisali moja na limeshamegwa, labda tuna dakika 40. Vitu ambavyo ningekuja navyo kutoka kwa kichwa tu cha kawaida mnachokiona tungeweza kwenda zaidi ya masaa 4 mpaka 5 ili tufike tunakotaka twende. Kwa hiyo nataka kusema tu kifupi kwamba pale sekondari ya Langasani ziko fedha nyingi. Awamu zimekuja awamu zaidi ya 3 pale. Kwanza awamu ya mwisho tumepata fedha shilingi milioni 401 kutoka wenzetu wa Bariki. Hizi ninapozungumza miradi inaendelea kujengwa. Lakini before tulikuwa tuna mradi wa ujenzi wa madarasa ambayo tulipata milioni 80 kwa maana madarasa 4 yameendelea kusaidia. Lakini kabla hapo tumejenga mabweni kwa shilingi milioni 130 kwa awamu ya sasa, na kabla hapo tulikuwa na ujenzi wa bweni jingine milioni 130. Tumejenga maabara na nazungumza kwa kipindi cha miaka hii 4 mpaka kutoka na sio 20 ni 21 hasa ambako mimi naweza nikasema nimeanza, kwa sababu mimi nimeapishwa kupewa kijiji cha kwanza kutumika tarehe 5 Disemba. Sasa singeweza kusema nilifanya jambo gani mwaka 2020 kuanzia 2021. Hiyo ni shule ya sekondari Langasani. Lakini shule ya sekondari TPC kwa mfano nako kuna miradi mikubwa sana imefanyika kipindi cha miaka hii, na pande zote hizi unaweza kukuta na changanya mambo. Kuna fedha kuna vyanzo vikubwa vya fedha vitatu. Kwanza kuna mapato ya ndani kwa maana halmashauri ambayo tunakusanya na hapo nitasema baadaye nikipata nafasi kwamba tulikuta halmashauri iko na hali gani. Kwa mimi kama diwani maana yake ni kiongozi wa halmashauri. Lakini tuna fedha zinazotoka hazina moja kwa moja kwa maana ya serikali kuu. Na tuna fedha za wadau mbalimbali ambao wanatuunga mkono. Kwa hiyo kwa mfano kati ya wadau, na niko kwenye elimu bado sijaondoka, kati ya wadau ambao wametuunga kwa kiasi kikubwa sana ni wenzetu wa FT Kilimanjaro kwa maana ya TPC. TPC nao kwa ujumla wao katika kipindi cha miaka 4 nimeshuhudia miradi inayotekelezwa na wenzetu ambayo ina takriban kama milioni 600 hivi kwa kipindi cha miaka 4. Kwenye eneo la elimu kwa mfano hapo Langasani wamefanya vitu vingi. Moja, wamekarabati nyumba walimu, kuna nyumba ziliungua pale, wamekarabati kwa shilingi milioni 26. Hawa ni wenzetu wa TPC. Lakini ukija hapa kwa maana TPC Sugar lakini tuna shule ya sekondari TPC, yani mambo yako vizuri kwamba hapa shule ya sekondari TPC wenzetu wa TPC Limited bado kuna mambo wameyafanya. La kwanza wametujengea vyoo vya kisasa sana, shilingi milioni 15 ndio walianzia pale. Lakini kama haitoshi wametujengea maabara milioni 125 na hivi ninapozungumza inafanya kazi. Wamejenga maktaba, maabara bado iko kwenye ujenzi lakini maktaba inafanya kazi milioni 125. Wametujengea hostel milioni 126 ninapozungumza zimetumika pale kwa ajili ya kuhakikisha wale watoto wanatoka mbali wanakaa pale, wanaweza kuwa wanalala pale. Sasa wenzetu hawa wamefanya vitu vikubwa kwenye eneo la elimu. Ukienda kwenye shule ya msingi Kiungi kwa mfano,
shule ya mwanzo kabisa unapotoka mjini unaanza kushuka, shule ya kwanza kabisa unakutana na shule ya msingi. Wamekarabati ile shule kwa 100%, shilingi milioni 100, shilingi milioni 96 kwenye ukarabati uliofanyika pale. Hawa ni wenzetu wale wa TPC. Ukienda ukashuka chini kuna shule ya msingi inaitwa shule msingi ya Arusha chini, ndio imebeba jina la kata ile. Wamekarabati kwa 100%, mamilioni ya pesa wameweka pale. Lakini ukishuka zidi chini kwenye eneo la elimu kule Mikocheni, bado wenzetu wameweka fedha. Kwanza wametusaidia ukarabati eneo madarasa kadhaa, lakini kubwa zaidi wamekuwa wanatusupport mpaka kwenye chakula, hasa kwa watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Wameleta vyakula vya pesa za kutosha, lakini wameleta mpaka madawati na kumbuka wameleta madawati kama shilingi milioni 3.5 hivi kwa ajili ya kusupport eneo hilo. Sasa ukizungumza tu eneo la elimu, niseme tu kweli kwamba kipindi hiki peke yake kinaweza kameza elimu tumefanya nini. Lakini kama changamoto kubwa ambayo nimekuta mwaka 2020, naweza nikasema tayari hizo fedha ambazo nazungumza, ambazo ukijumlisha miradi yote kwa ujumla wake, na nitaigusia mingine kama nitajali wa muda, fedha zote kwa ujumla wake ni zaidi ya bilioni 4 na milioni 300 hivi. Bilioni ambazo zimetumika kwenye kata yako peke yake. Hizo zimekuja kwenye kata Arusha chini. Bilioni 4 ni fedha nyingi kwa watu ambao wanaweza wakaona. Nimefanya tathmini fedha zilizoingia kwenye kata yangu miaka 40 iliyopita. Yaani lazima twende hivyo, twende kwa miaka 40 iliyopita. Yaani ukipita miaka 40 maana yake ni vipindi 8 vya waheshimiwa madiwani ndio waje wakutane na muziki hapa. Yaani ukijumlisha zote miaka hiyo 8, miaka 40 ambao ni vipindi 8 vya utawala miaka 5 ndio wanaonekana wana milioni kama bilioni kama 4 something. Mimi sasa hiyo umeipata kwenye vipindi vya tuseme miaka 4 kuelekea mwaka wa 5. Na bado nina matumaini kwamba kuna jambo litafanyika kwa kabla hatujamaliza kipindi chetu mwezi wa 6.